Mwai, 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 mwai. Mheshimiwa bosi mkubwa, mama la mama, Madam Tina. Muda unaenda sana bosi wangu, hujafika ofisini mpaka sasa hivi. Sawa, nimeelewa. Au mambo ya jana naomba unisamee bosi wangu. Nisikilize basi. Tafadhali bwana, unanisikiliza? Sasa ni hivi, mimi jana kweli sijatokea, naomba unisamee kwanza kabla sijaeleza. Lakini kiukweli kabisa Tina, naomba nikwambie hisia zangu za dhati kabisa kutoka moyoni mwangu. Ili jambo mimi kwangu linanitisha sana. Nisikilize basi bosi wangu tafadhali bwana. Sawa, simu zako nilikuwa naziona. Nimeona sana simu zako lakini nilishindwa kupokea. Yaani kila nikijaribu kufanya hofu inanijaa sana. Nikwambie ukweli kabisa yani. Tina, ni kweli sisi tulikuwa wapenzi miaka hiyo. Muda umekwenda sana. Sasa hivi wewe ni bosi wangu, afu mimi nafanya kazi kwako. Mbaya zaidi wewe ni mke wa mtu Tina. Mke wa mtu ni sumu na wewe unajua hilo. Hivi kitokea siku moja, nisikilize basi. Mume wako akijua kwamba mimi natembea na wewe katika mazingira yoyote, kwanza nitapoteza kazi. Lakini anaweza kunifanya kitu kibaya. Naomba unisamee bwana. Hatuwezi kuendelea tafadhali. Naelewa kwamba unanipenda, lakini hili jambo ni kubwa sana, afu ni baya kwangu. Nikwambie Tina, hata Mungu hapendi mtu kutoka na mke wa mtu. Yaani Mungu anaweza kazuia njia zangu za mafanikio hivi kwa sababu na dhulumu nafsi ya mtu mwingine. Na dhulumu hisia za mume wako, yeye ndo ana haki ya kugusa mwili wako, sio mimi. Naomba uniache bosi wangu, kama nikibahatika kupata mwanamke mwingine, basi Mungu atakuwa amenijalia, lakini kutembea na wewe kwa sababu tu ni ex wangu, hilo ni jambo baya. Hakuna cha kuzungumza, mimi naomba unielewe. Tafadhali nakuomba Tina, nakuomba sana. Nielewe, achana kabisa na huu mpango. Achana nao, ni jambo baya. Sawa. Nashukuru sana. Bye. Okay. Nisikite la kufa sikio, kama usiku wa dunia ukawima wio. Nimepoteza nilichotengeneza kwa muda mfupi. Sinilifosi maji kuyabeba kwa chujio, kilichonipa furaha Noma. Haiwezekani. Ataniponza huyu, haiwezekani. Hapana. Mwai, 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 mwai po. Habari yako? Salama, unaendeleaje? Poa. Kuna taarifa yote? Kwa nini? Wamekuja maskari hapa na mpelelezi wamemkamata Blandina sasa hivi. Maskari? Wamekuja hapa? Muda si mrefu hujapishana nao hapa. Hapana, mimi nilikuwa naongea na simu muda kidogo. Ndio hivyo, unajaribu kumpigia bosi Tina, naona simu yake ipo busy muda wote. Ni yule mpelelezi ndo kaja? Wamekuja na maskari wawili. I say. Hii ni balaa. Ni balaa kweli. Yule msichana yule. Yaani Spora, yule msichana ni hatari sana. Nimewahi kumsikia kwa masikio yangu mimi. Anasuka mpango wa kumpa sumu Butua kule mahabusu. Haiwezekani. Kabisa. Yaani yule mwanamke ni hatari. Ni hatari mno. Na ukimwangalia hivi anaonekana mzuri tu.
Afu maisha mazuri, inaonekana kalelewa maisha ya kishua hivi. Lakini matendo yake ni hatari sana. Yawezekana polisi wamepeleleza, wamelibaini hilo, ndio maana wamekuja kumchukua. Sasa itakuwaje? Maana bosi naye anampigia, naona simu yake ipo busy. Na sidhani kama anazo hizo taarifa. Na ni wifi yake yule, kumbuka. Mpigie tena. Haweza kuwa anapatikana saa hizi. Kiko wapi? Ziko wapi? Dharau na mbwembwe. Kwenye ile kampuni wewe upo kama mfanyakazi wa kawaida au kuna kitu kingine ambacho mimi sikifahamu? Mimi nipo pale kama mwajiliwa, lakini ile kampuni kwa sehemu ni mali yangu, na maanisha ni mali ya marehemu baba yetu. Alivyofariki alituachia kampuni mimi na kaka yangu. Ni hivyo ofisa. Okay. Umesema kwamba wamiliki wa ile kampuni ni wewe na kaka yako, right? Sawa. Lakini nikijaribu kuiangalia kampuni yenu, naona kuna mtu ambaye anaiongoza ile kampuni. Je, yule yupo kama nani? Kwa sasa amemweka mke wake ndo asimamie kampuni. Sio tu asimamie, hata jina la kampuni la mke wake. Na kwa nini uliamua kumtuma Butu akamteke Mwaipopo? Nilifanya hivyo ili inirahisishie kazi yangu. Nilikuwa nahitaji pesa, na nikafikiria kumteka mtu wa karibu kabisa na Madam Tina. Ingekuwa rahisi kwangu kupata pesa za haraka, na ndio maana nilishirikiana na Butu katika hilo. Well, unafahamu kwamba hicho ambacho umekifanya ni kosa kisheria? Najua. Yuko wapi? Yuko wapi? Bingwa wa walimwende Mwaipopo yuko wapi? Ina maana walisubiri nianguke. Mwaipopo. Habari yako? Salama kabisa. Nilipoona gari nikajua Boss Tina anaingia. Yupo ndani huko? Leo yupo. Mimi ndio mume wake na Tina. Mume wake na Boss Tina? Yeah. Mwaipopo nakutaja mara moja na mazungumzo na wewe ofisini. Mazungumzo? Yeah. Na mimi? Yeah. Baba kimeshiba mimi. Tengeneza kwa muda mfupi. Aya. Sinilifosi nikibeba kwa chujio, kilichonipa furaha kinanipa kilio. Nimepoteza nilichotengeneza kwa muda mfupi. Mwaipopo, Mwai, 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 Mwaipopo. Nitarudi na nitasimama. Mwai, 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 Mwaipopo. Nitakuwa tena kama jana. Yeah. Naam boss. Karibu sana. Shukran sana. Bwana Mwaipopo, na taarifa zako. Mke wangu hatakuwepo hapa Tina ofisini kwa muda, kwa sababu kwa mambo ya familia yametokea. Sasa nitakuwepo mimi.
ila alishaniambia wewe ni msomi sana, uko vizuri sana. Sasa mimi na kazi nyingi sana za kufanya. Mimi naona wewe nikupandishe cheo uwe GM. Boss. Mimi ni GM? Yeah. Samahani mkuu. Kwa nini? Mimi naona ungetafuta mtu mwingine tu. Yaani mimi kazi yangu ya usafi inanitosha. Yaani GM hapana, wewe tafuta mtu mwingine tu. Mimi usafi inatosha. Ni safi kabisa kwa kweli. Na ni kazi naiweza, naipenda sana kwa kweli. Samahani sana kama nakukwaza, unisamee, tafuta mtu mwingine tu. Mama Ipopo, hakuna mtu mwingine ambao namwamini kama wewe sasa hivi. Nitakupa hii kazi. Wewe ndio utaendesha hii ofisi, tutatafuta mtu mwingine aendelee na kazi za usafi. Naomba ufanye kazi. Na kazi nyingi sana za kufanya. Wewe ndio utaendesha hii ofisi sasa hivi. Sawa mkuu. Kazi endelee. Shukrani. Fanya kazi. Kuwa na amani kabisa ni. Sawa. Sawa. Bwana Chiko. Mdogo wangu Blandina alianza kufuta bangi. Aliingia kwenye vikundi ambavyo sio vizuri, ambavyo mimi sikupenda. Sasa baadaye mimi nikaja nikaoa. Nilivyooa mwanamke wangu amesoma. Nikaona kwamba naweza kaendesha hii kampuni yetu. Lakini mpaka saizi ndo naendesha mke wangu. Kutokana na kazi zangu mimi, nikaona kwamba siwezi kukaa ofisini na mambo mengi sana ya kufanya. Nikaona kwamba nimweke mke wangu ndo aendelee kwa sababu amesomea hiyo kazi. Nimejaribu kufanya mahojiano na baadhi ya wafanyakazi hapo ofisini. Lakini kuna madai ya kwamba kuna njama za kutaka kumdhulumu hii kampuni Blandina. Ni kweli? Hapana, sio kweli. Sio kweli. Okay. Naomba nikuulize swali jingine. Sawa. Inasemekana kwamba hii kampuni ina jina la Tina. Ni kweli si kweli? Ile jina ni kweli. Ila ni tuliweka kwa sababu ya kuboresha baadhi ya mambo ili tuweke sawa, lakini haina uhusiano na umiliki wa kampuni. Sawa. Nashukuru sana kwa maelezo ambayo umenipatia. Nashukuru sana. Kutakia kazi njema. Nakushukuru sana. Karibu tena. Karibu sana afande. Asante sana. Aise, uko sawa? Yeah. Aise, na shauku kubwa sana. Nataka kujua ni nini kinaendelea kwenye issue ya Butua na Blandina. Ni muda mrefu hatujawasiliana hapa katikati. Yeah, ni kweli muda mrefu sana hatujaonana. Na hii ni kutokana tu kwamba tulikuwa busy, tunaendelea na kesi ilikuwa inaendelea kuunguruma mahakamani. Na mpaka sasa hivi nazungumza na wewe, Butua pamoja na Blandina wameshahukumiwa kifungo cha miaka 5 jela. Miaka 5? Yes. Jela? Yeah. Why? Wamekutwa na hatia na kesi kubwa ambayo inawakabili ni utekaji pamoja na wizi wa pesa. Naweza nikasema kama wizi au laghai, kitu kama hicho. Utekaji? Yeah. Walimteka nani? Mwaipopo. Kitu pekee ambacho unashindwa kukifahamu ni kwamba ambaye alikuteka wewe ni Butua. Butua? Yes. Butua ameniteka mimi? Butua Maginga ndio mtu ambaye alikuteka wewe. Wewe sikuwa serious bana. Butua? My friend? Butua ni kama ndugu yangu. Anazaje? Nafahamu kwamba ni ngumu kuamini, lakini Butua ndio mtu ambaye alikuteka na alipewa order kutoka kwa Blandina. Kwa hiyo hakukuwa na namna. Aliingia kwenye mkumbo kwa sababu aliamini kwamba akikamilisha hilo zoezi then atapanda cheo, na licha ya kupanda cheo lakini pia pesa pia atapata. Kwa hiyo hata kuja kunikomboa kule ulikuwa ni mpango. Unajaribu kusema hivyo? Kila kitu ambacho kimetokea ni kama structure ambayo alikabidhiwa Butua ili aweze kuimplement
na mtu pekee ambaye alitoa hayo maagizo ni Brandina. I'm sure. Kiukweli imenishtua sana kwa sababu Butua tumetoka mbali. Hata kama angekuwa anahitaji cheo, anahitaji pesa, asingetumia njia kuniteka mimi. He's my friend, ni kama ndugu yangu yule. Ni tamaa. Sasa mwisho wa siku jela miaka 5. Amepata nini? By the way, nikupongeze kwa kupanda cheo. A new GM in town. Hongera sana. Nakushukuru sana ndugu yangu. Wanasema to God be the glory. Kwa sababu imekuwa ni safari ndefu kidogo ya kupanda na kushuka. Na labda ningepata nafasi ya kumwambia Butua, ningemwambia neno moja, awe na subira. Nakumbuka hata wakati ule nilikuwa namueleza sana asiwe na tamaa, kwa sababu vitu huwa vinakuja kwa wakati wake na Mungu anatoa kwa wakati wake. Mimi nakumbuka hii nafasi niwahi kukaa, lakini nilifanya makosa, nikaporomoshwa vibaya sana. Nikarudi ambapo niko kwenye usafi kule. Lakini nikaendelea kufanya kazi kwa nidhamu, nikaendelea kumuomba Mungu. Akaninyanyua na kunirudisha pale ambapo nilikuwepo. Kwa hiyo ningetamani hata Butua afuate mfano wangu, kwa sababu tumetoka mbali sana. Lakini sijui, nafikiri vijana wanakuwa na tamaa. Ni kitu kibaya sana kusikia kuhusu yeye. Basi nakushukuru sana bana kwa update. Kwa hiyo nafikiri nitatafuta muda niende nikamuone gerezani. Nadhani kuna utaratibu wa kufuata. Siku za kwenda kuona wafungwa. Nitaenda kumuona nione ndugu yangu anaendeleaje. Sawa, kuna shida, nikutakie kazi njema. Otherwise mambo ni mazuri lakini. Yeah, mambo ni mazuri. Karibu sana. Asante. Unafanya kazi vizuri sana. Asante sana. Ulisomea Urusi? Au Cuba? Ukraine. You are very good kiukweli. Oh, thank you. Yeah, nakushukuru sana ndugu yangu. Basi karibu sana. Asante sana. Chai kidogo? Hapana. Niko sawa. Yeah, niko vizuri. Haya, karibu sana. Asante. Tutawasiliana tu. Haya. Jamani, wow. Karibu. Asante. Za huko? Safi za kwa hapa. Nzuri tu. Hatimaye leo mmoja tutembele. Nimeamua nije ndugu yangu. Na kitu nikishaanza kwa kikubwa. Yaani hapa niko hoi. Vipi? Safi, karibu. Asante. Nimekuja hapa. Nimekuja kumuona bosi. Nimemwambia Madam Tina yupo mume wake. Nataka niende Mbeya huko vijijini nikacheke na nyani kidogo mpaka mtoto na kujifungua. Kweli bosi hayupo? Yupo mume wake. Vipi mume wake? Sio mkali, atanielewa? Sijui, ndo kwanza kaanza kazi. Sijui kwa upande wake, mimi alivyoingia ipo serious kidogo. Ila atakuelewa kutokana na hali yako. Ete. Na bosi si alishakupa nini? Ndio kupumzika. Na mwikopo hivi. Moja nimuone kwanza. Bosi hapo nimuone mwikopo. Ingia. Shikamoo bosi. Mama, jambo? Jambo. Karibu sana. Asante. Ndio. Za kazi? Sasa tunamshukuru Mungu. Ndio. Ndio. Mimi naitwa Mlito. Mlito. Tabu zako ninazo. Karibu sana. Asante. Habari za huko sasa? Si mbaya, si nzuri, lakini kikubwa ni uhai. Ndio, karibu sana. Asante. Sasa boss, nilikuwa nimekuja hapa naombi. Nahitaji kusafiri kwenda Mbeya. Ndio. Kwa sababu hali yangu miezi imesogea kidogo, nataka niende kwa shangazi yangu. Ndio. Nikajitazamie. Ndio. Katika kipindi cha kujifungua.
Kwa hiyo nimekuja tu kuomba nafasi yangu isije ikachukuliwa mkampa mtu mwingine. Sawa. Haina shida. Wewe tunakuombea uende salama. Ujifungue salama. Ndio. Ila ukirudi kazi yako itakuwa pale pale. Nashukuru sana. Au usiwaze, kuwa na amani. Tabu zako ninazo muda mrefu sana. Unafanya kazi. Nashukuru boss, nilikuwa nawaza yani nimetoka hapo na sali kweli. Nasema kwa sababu sikufahamu, sijawahi kukuona. Ndio. Wewe kuwa na amani. Nashukuru. Nashukuru sana. Basi mimi nikuache uendelee na kazi. Hicho ndio kikubwa ambacho kinileta. Basi sawa, karibu sana. Boss, asante. Nashukuru sana. Nashukuru. Wasalimie sana nyumbani. Asante boss, kazi njema. Sawa. Nimemwona boss. Hana shida. Kanikubalia yani, ila mama ana sura fulani hivi. Amekaza. Lakini anaonekana mkali lakini muelewa. Kakuelewa. Kakubali. Sawa, sio mbaya. Ngoja nimwone Mwaipopo maana na haraka kidogo. Poa, haina shida. Haya. Karibu. Mlito. Mwaipopo. Bosi mkurugenzi kitambi manager. Bosi wewe, hongera. Mambo. Niko vizuri. Unaendeleaje? Kama unavyoniona. Siku zimekimbia sana. Anko amekuwa namna hii? Hello Anko. Mambo? Yaani niko hoi. Tunakusubiri duniani mama. Huyu atakuwa mwanamke. Sona tumbo limecheza, ametabasamu. Wow, umegrow kweli kweli. Nimegrow wapi Mwaipopo? Sina kuona mimba imekupendeza. Niache bwana. Huyo mtoto wako huyo Mlito, mimi nakwambia huyo. Yaani akizaliwa atakuwa mzuri kama mama yake. Yaani sasa hivi ngozi yako iko ni Sio kwamba yani nikishajifungua hii ngozi yote itapotea. Hapana, umezidi kupendeza. Mimi sina kujua ndugu yangu. Nimekumisi sana. Hata mimi nilikumisi. Hongera kwanza. Hongera. Wewe Mwaipopo na kauchawi unako hiyo. Kwa nini? Haiwezekani. Yaani unapanda unashuka, unapanda unashuka. Hamna. Mimi mchawi wangu Mungu tu. Au sio? Mimi sijawahi, simjui mganga, simjui sangoma, simjui babu. Mchawi wangu Mungu tu. Wanasema subira katika maisha. Ukiwa na subira Mungu anaweza kukuangalia. Hawa nao wanataka tu. Sasa naongea na bosi wangu Mlito, tulia kijana wangu. Vipi lakini? Safi. Sasa bwana, kilichonileta leo. Yaani hapa nimekuja kuomba ruhusa ya maternity leave. Muda umefika. Yaani niko hoi, usinione hivi. Nataka niende zangu kijijini Mbeya kwa shangazi yangu. Maana hizi purukushani za hapa mjini sitaziweza na hii hali. Kwa bora niende huko nikajifungue, nikikaa sawa nirudi. Sasa sijajua huyu bosi mume wa madam yuko vipi. Lakini umeongea naye vizuri? Nimeongea naye. Kaniambia hamna shida, niende nikirudi nafasi yangu ipo. Sidhani kama ni mtu mbaya kwa sababu toka nimefahamiana naye. Ni gentleman. Kwa sioni kama ana matatizo. Kwa sababu hata Bostina alikuwa anasisitiza sana kwamba Mlito ni lazima arudi ofisini pale atakapokuwa yuko sawa. Kwa nadhani kila kitu kipo, hata ofisini kwangu hapa taarifa ziko vile vile, hakuna mabadiliko. Unajua Mlito, siku zote mimi nakwambia na niliwahi kukuambia hiki kitu, ukitenda ubaya ipo siku Mungu atakulipa. Hivi unajua kwamba Butua amehukumiwa jela miaka 5? Miaka 5? Yes. Miaka 5. Amekutwa na hatia yeye na Blandina. Unakumbuka niliteka? Kile kitendo cha utekaji, aliyefanya utekaji ni Butua
na alikuwa ameagizwa na Blandina waweze kumtapeli Madam Tina pesa. Kwa baada ya upelelezi kukamilika, wakakutwa na hatia, wamewasweka ndani wote wawili. Kwa tunapozungumza hivi, yupo gerezani yeye na Blandina. Na huyu Blandina ni nani? Huyu Blandina huyu ni wifi yake na boss Tina, yaani mdogo wake na mume wake Tina. Na huyu wanavodai anataka ofisi aweze kuimiliki yeye, kwa sababu hii ofisi na mali nyingine ni za baba yao. Kwa hiyo alimrithisha kaka yao mkubwa ambaye ndio mume wake boss Tina. Sasa utawala wa mali, uendeshaji akampa Tina kwa sababu akili zimo, ana elimu kubwa, na Blandina ni mtu wa hovyo tu, mfuta sigara, bangi, mlevi, kwa hiyo hawezi kuendesha kampuni. Kwa hiyo kaka yake akaamua kumpa mkewe ambaye ni boss Tina. Alafu Mwaipopo, Naam. kuna kitu nataka kukuuliza. Na naomba uniambie ukweli. Ulikuwa unafahamu kwamba Butua ana maambukizi ya ukimwi? Mimi binafsi sijawahi kuwa mwongo, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Sikuwa najua kabisa kama Butua ni mwathirika, kabisa katika kuishi kwetu. Kuna siku ambao mimi nilikuja kujua, niliingia ofisini kwake hapa nafanya usafi, tena kwenye drawer hapa, nikakutana na kikopo cha ARV. Ilinishtua kidogo, yaani nilipata shock kubwa sana. Na baada ya hapo nikaja kukwambia wewe, na wakati huo mimi sikuwa najua kama mahusiano yenu yamefika mbali. Do you remember the day mimi nakwambia tafuta muda wako, kuna kitu nikwambie, ukaja kuniambia kwamba mimi sina cha kukwambia chochote, na ukanifokea sana ofisini kwako pale. Ndio ile siku nitaka nikwambie, lakini kila nikijaribu kutafuta nafasi ya kukwambia haukuwa unanipa nafasi, na ukawa unanifokea sana. Kwa hiyo nikashindwa ningefanya nini, lakini ni kitu ambacho nilikuwa nakijua. Baada ya kugundua nilikuwa nahisi, na kuna siku nikamwambia Mlito umeyavaa. Niwahi kuambia hiyo kauli, lakini wewe ukanikaripia kwa ukali sana. Mimi nikaa nikosa cha kufanya. Nisamehe sana Mlito. Nisamehe please. Ningefanya nini? Umeniua. Una tofauti. Yaani asante Mwaipopo. Hukuwahi kunisikiliza Mlito. No bana Mlito. Please, no, usifanye hivyo. Asante. Leo hii Mlito ananihukumu mimi. Mlito ananilalamikia, lakini sio kosa langu mimi. Hakuwahi kunipa sikio, labda angenisikiliza ningemwokoa. Sasa ningefanyaje kwenye maisha haya? Hata kama mtu ni wa chini kabisa, maskini, lofa, msikilize tu. Anaweza kaa na kitu muhimu sana cha kusaidia kwenye maisha yako. Labda angenisikiliza, singepata matatizo haya. Naye maskini rafiki yangu Butua, nilimwambia mara nyingi, chunga tamaa mbaya Butua. Mali zinakuja tu, fanya kazi. Kaingia tamaa, yuko jela. Ndio hivyo vijana, tujichunge sana, tusiwe na tamaa. Vijana wenzangu, tupigane sana, tufanye kazi. Kuna muda unaweza ukapanda ukashuka. Nilipanda nikashuka, hata kama sababu hazikuwa na nguvu sana za kushuka. Kila kitu Mungu ndo anaamua, anajua hatima ya kila mtu. Kuna siku ukifanya kazi tena kwa bidii, unaweza kupanda tena, Fanye kazi, tusiamini shortcut. Nitarudi na nitasimama. Mwai
Moi popo, nitakuwa tena kama jana.